panda, sikatai gharama imepanda, sio Kenya peke yake, dunia mzima. Hakuna mahali gharama haijapanda. Ukiona inflation yetu ya Kenya ni 7.9 as of end of April. UK inflation ni 11 na 12%. America ni the same. Ukiona debt ya America imefika pali haiwezi kuongezwa. Biden pia ana wabembeleza wa Republican wa muongezee. $31 trillion. Sio shillings, dollars. So unajua kuna Meru ameketi mahali mheshimiwa anajiuliza Amerika wanaomba kwa nini na wao watakopesha na wanatupea msaada. Wanaomba aje for what? Unajua shida ni dola ndio global currency kwa sahi. Na wamekopa over kuliko ile wako naye. So China vile imefanya, China ndio imekopesha Amerika sahi pesa. China is the global lender kwa sahi. Vile inatukopesha, hata wameweka pesa zao kwa American bonds. Na juzi vile Amerika ilipandisha interest rates zao, unajua zilikuwa karibu 0. Sahi ni karibu 2 to 3. So watu wamepeleka, ndio dola yetu Kenya shilling to dollar imepanda vile imepanda because America imepandisha interest. Japan iko na 300%. Japan tunajua ni developed country. Deni yao ni 300% ya ile GDP wako nayo. Sisi tuko kwa 55 na tunalalamika. Lakini Japan ni 300%. Sahi Japanese ukitaka kuweka, hata kuna countries in Europe, nafikiri ni Norway, ukitaka kuweka pesa bank, wewe ndio utalipa bank kuweka pesa yako. Manake you are earning negative interest rate. Hapa interest rate ni 10%. Lakini ukitaka kuweka pesa Japan ama Norway, utalipa bank ndio wakuwekee pesa yako. But you see difference, hiyo ni saving. Difference ni eti wale wako mbele yetu in terms of industries, in terms of economy. Kidogo huwezi compare na. Hatuwezi kucompare, sikatai kabisa, hatuwezi kucompare. But unajua when we say debt imepanda sana, sikatai. Na kunaye wakati nilikuwa kwa finance committee 2014. Mimi nilipinga debt ipande. Lakini baadaye ililazimishwa wakati ule na serikali ya Rais Uhuru. Walikuwa wanataka kufanya development ya kutosha ndio waweze kuonekana kama Kibaki. Mheshimiwa, wacha tuongee mambo ya finance bill because una represent North IMENTI. Lakini siko kwa finance committee sasa. Lakini unajua finance bill imeleta shida ya itakuja kwetu ndio. What umeipitia maybe because wa Kenya wameikataa kabisa, sijui kama ni vile tunaambiwa ama ni ukweli. Sasa unajua ni kama vile zamani wakati tukijaribu kupitisha katiba 2005 ya banana na orange. Watu wengi walisema Raila kama amesoma sisi tuko sawa. Vile Raila atatuambia ndio hivyo. Ndio ningependa wananchi wasome wenyewe. Kama housing levy. Unajua sio kila mtu analipa housing levy. Na pia housing levy iko tayari, sio ati ni Ruto ameleta. Vile ilipelekwa kotini kusemekana ikue voluntary. Zamani ilikuwa ilipwe I think it was 1.5%. 1.5 actually. 1.5 wakati wa Uhuru 1.5. 1.5 ilikuwako. Lakini vile ilifanyika ni ilikuwa compulsory, lakini watu walienda kotini ndio ikakuwa voluntary. Sasa so sio Ruto mwenyewe ameleta, lakini kwa hiyo voluntary iliweza kuchanga only 1.8 billion. Na kwa 1.8 billion huwezi fanya housing hiyo vile wanataka. Kile Rais Ruto amesema ifanywe 3%, kwamba mtu akiwa na mshahara kama ni 30,000 tuseme, atalipa 900 na serikali ama ule muajiri wake atamlipia 900. So inakuwa 1,800. Baada ya miaka 7
ako na hizo pesa, kwanza anapata 100%. Hata ni mzuri kuliko pyramid scheme. Pyramid scheme pia haikupatii pesa hiyo. Hiyo ni interest ya 100%. Mheshimiwa, na sio kila mtu analipa. Serikali hii yetu ni kama ni sort of hiyo pyramid scheme. Kwa sababu utapata hata kwa counties sasa wanalalamika statutory deductions hata hazifikishwi. Na wanakatwa na iendi. So at some point pia ni kama ni pyramid scheme, kwa sababu the other day walimu walikuwa wanalalamika, wanasema waliretire sijui mwaka gani na mpaka leo hawajapata pension yao. How is it not a pyramid scheme? Hiyo ya walimu walikuwa kotini na tayari pesa imetengwa ya kupea, because unajua kitu ikiwa kotini huwezi kulipa. Kuna court awards, sikatai. Unajua ni vile pesa hazija, na sio hiyo haijatokana na Rais Ruto. Rais Ruto anajaribu kurekebisha ile makosa zimefanyika miaka hizo 10. Ukijua wakati Rais Kibaki aliingia, alikuta pesa haziko. But alifanya tough decisions, ndio tulifika tukakuwa na surplus. Wakati Mheshimiwa Muiraria alikuwa finance minister, na tukaweza kukua surplus na hatukuomba pesa kutoka nje. Mkiona Rais Ruto amekuja, kulikuwa tuombe 1.1 trillion ikuwe budget deficit. Amepunguza hiyo budget deficit ya 2023-24 to 600 billion. Kutoka 900 kwa saa hii 22-23 ilikuwa over 900 billion. So tayari anapunguza budget deficit, ndio tujikaze, ndio within a few years tukue na budget surplus to live in our means. Yes. Lakini makosa ya statutory deductions kukataa kulipwa, hiyo ni makosa ya kama ni counties wanafaa walipe, because tayari wamewakata. So hakuna sababu wasilipe. Ukizunguka huku Mato, watu wa bodaboda au biashara wadogo wanaleta shida sana, because wanasema hata watalipa hii. Nani analipa hii housing levy? Housing levy ni wale wako na pay slip, wale wako kwa PAYE. Unajua sio kila mtu ako kwa PAYE. Wa bodaboda hana PAYE, hana pay slip unless ameandikwa na ameajiriwa na company ambayo inamulipa, ndio inamulipa na inalipa PAYE. So mtu wa bodaboda hatalipa housing levy. Sasa na pia kuna regulations. Unajua watu hawajui kuna regulations bado itakuja bunge, na lazima ipitishwe ni nani ata qualify kupata hiyo houses. Unajua hapo watu hawajaelewa. Sio kila mtu, na pia hiyo manyumba zikitengenezwa, kama wana estimate 9 billion itapatikana kila mwezi. Wakati hizo nyumba zitatengenezwa, unajua mtu wa jua kali, ule anatengeneza milango, ule anatengeneza madirisha, ule anajenga manyumba, zitakuwa local. Tumeagana na rais na ndio tuliongea hiyo State House kwamba hatutaleta mtu kutoka Nairobi kujenga manyumba. Ndio contractor atakuwako, lakini contract yake itaandikwa kwamba ata source materials from locally. So watu wetu wale wana supply mchanga, wale wana supply mawe, wale wana supply kokoto, wale wanatengeneza madirisha, mamilango, plumbers wetu, painters wetu, tiles zitanunuliwa kutoka hapa. So kila kitu itakuwa economy inakuwa boosted ya kila constituency. Hapa DAWOOD-MP nyumba zitajengwa wapi? DAWOOD-MP wame-identify tayari pale public place iko, na pale nafikiri Governor Kiraito alikuwa amependekeza Ngaine Estate. Unajua kila constituency itakuwa na nyumba 200 kuanza. 200 houses every constituency. Hii ni kitu inasumbua watu. Leo asubuhi tumepokea simu kama 2-3 hapa. Mtu anauliza mimi nitalipa 3% na nyumba inajengwa Nairobi. Alafu mheshimiwa na nyumba zinajengwa every constituency zitakuwa 200 houses units. Maana units. So inamaanisha itakuwa 58,000 units. Na itajengwa kwa kiwanja ya serikali. So at the end of the day gharama itapunguka. Pia tunazungumza na ministry vile, unajua gharama ile itakuwa Meru, sio ile itakuwa Nairobi, sio ile itakuwa mahali ingine. Unajua Nairobi kiwanja ni ghali sana.
So infrastructure yote itafanywa na serikali. Exactly. So 50% ya cost itakuwa imechukuliwa na serikali. What of mimi mwenye maybe niko na nyumba yangu nilishajipanga nikajenga, kama hauna payslip, niko na payslip Yes. for example. Ama for example niko na payslip na niko na mortgage. Uko na mortgage tayari na exactly. payslip, lakini unajua regulations ndio itatuambia ni nani atapata nyumba na ni what criteria. Unajua criteria kwanza ile itakuwa ni mtu hule hana nyumba kabisa. Sawa. Okay. Lakini baada ya miaka 7 utarudishiwa pesa yako pamoja na hiyo interest ya hiyo mwajiri. Well, unajua ni double. Hata ukisave 900 leo una save kwa merry go round. Sawa. Na hutaki pesa. Si ndio baada ya miaka 7 utapata hiyo pesa pamoja pesa yote. Okay. Lakini umepata 100%. Tutapata hiyo pesa. Yote utapata. We hope so. Rais wetu ametuhakikishia kila mtu atapata. Na namuamini rais wetu. We hope so. So, mheshimiwa, kuna mkutano ilifanyika Nairobi. I think was it Monday, Tuesday last week. Kwa hiyo mkutano sikukuona ya wabunge. Ya State House? No. Ilikuwa ya wabunge wa Meru. Kunji ya wabunge wa Meru na senator. Tulitoka State House. Na ilisemekana tutafanya mkutano kesho yake ya kuenda Serena. Sasa unajua senator aliniambia shauri watu wote hawapatikani, wacha tuifanye kesho, na tayari alikuwa anataka kuenda Senate. Shauri ndio ilikuwa inakaa. Tulikuwa tumeagana asubuhi tukutane saa 5 ama saa 6. Hatukujua tutakaa State House mpaka saa 9:30. So wakati senator alisema kwamba anataka kuenda Senate because Senate inaanza, tukakubaliana itakuwa the next day. Baadaye nikiwa kwa barabara, shauri nilikuwa na kazi hapa, kulikuwa na barabara na nilikuwa nafaa niangalie. So nikikuja barabarani ndio nikaambiwa wamekaa. So hii mkutano ilikuwa kwa sababu niliona wewe na Kirema, I think na Kirema hakukuwa kwa mambo. So mheshimiwa, hii mkutano ilikuwa ya kuongelelea waliongelelea sikuambiwa agenda wakati na after apparently wali meet the deputy president the following day or something asubuhi. So mheshimiwa, kwa hii mkutano ile kitu ilitoka conspicuously ni mambo ya Nyambene County. Nyambene County lazima ikuweko. There is no doubt about it. Mimi nilisema mwaka wa 2018 kwamba tunafaa tukue na kaunti 2 na sio Meru peke yake. Nimewahi kusema kwamba kila county haitakiwi kupita between 4 and 5 constituencies. Because ukiona tunabaguliwa. Counties kubwa kama Meru, Kakamega, Bungoma, Kiambu, Nakuru, hizo counties tunabaguliwa because counties ndogo jirani zetu, Tharaka Nithi, ukienda Isiolo, ukienda Lamu, wako na idadi ya watu kidogo sana. Kwanza Lamu ni kama constituency ya North IMENTI na ni county. Na unajua minimum ya county kupata minimum amount ni 2 to 3 billion shillings. Sasa tungekuwa na Nyambene County na Imenti County, unaona an extra 2 to 3 billion tunaweza kupata. Pia tunaweza kukua mbele sana kwa maendeleo. Mheshimiwa, unajua, lakini sikubaliani kusema Nyambene County itengenezwe upande wa ukabila ati Waigembe wamelaliwa na Imenti, Watigania wamelaliwa na Imenti. Hiyo sikubaliani naye kabisa. Then don't you think kuna wabunge wamekuja on a wrong note because wanasema the problem actually they are saying the problem ni governor na bagua. Nimemwambia ndugu yangu Mpuru Abori tukiwa State House, nikamwambia tunaenda vibaya. Kama ni hiyo kwa regions tukienda hivyo, kabla tupate county tutakuwa tumepigana clashes, tribal clashes, na sio sawa. Bibi ya Mpuru Abori ni Muimenti. Not Imenti kwanza ni kwangu hapa Dhura. Kajuju ni dada yangu. Sawa. So I think it is the wrong approach. Lakini pia county hatuwezi kupata hivyo vile tunasema. Referendum, ati tukisema it's really a process. Tunapiga kelele na tuseme tunataka leo rais atupatie. Rais hana jukumu la kutupatia. What we need to do is put a bill in parliament. Vile watu wa Kuria wamesema watolewe kwa Migori.
Hivyo tunafaa tufanye bill. Kila mtu, unajua katiba imesema there will be 47 counties. Yeah. Sasa ukisema 48, Migori itasema 49. Nakuru iseme ingine moja haiwezi kupelekwa kwa referendum. So lazima tuangalie vile tutabadili. Hata constituencies tunafaa tuepate 3 more constituencies. Yes. At least 2 lazima. Lakini katiba imesema 290. South Imenti na Igembe Central, hiyo lazima. Next itatoka labda North Imenti ama Bori, depending on the population and area. Okay. So mheshimiwa, critics wa hii maneno ya Nyambene County ama kugawanya Meru kuwe na county mbili, wanasema kwamba this thing also tukiongea mambo ya uchumi, hii ni an extra expenses kwa sababu ni extra wage bills zinakuja hapa. Governor huyu atalipwa mshahara, atakuwa na staff yake. Nataka kubadilisha system of government if it is possible. A very radical change. Iko wakati nilisema kama counties zimeongeza gharama ziondolewe ama zikuwe managed from the central government. But kuna other option pia. Zamani tulikuwa na county council chairman na tulikuwa na mayor. Tunaweza kuadopt a new hybrid system. Pale MCAs ndio watachagua ni nani atakuwa kiongozi kama mayor ama stroke governor. Okay. Tunaelewana? It's a new concept. But hiyo inahitaji referendum. Ni kazi kubwa sana. Na pia tukue na parliamentary system. Pale president is just a figurehead. Lakini serikali inaendeshwa na prime minister who is a member of parliament. Okay, what difference does it bring? It will make a lot of difference because CECs watatoka kutoka kwa amongst the MCAs. Ministers watatoka from amongst the MPs. More accountability, easier working of government. Unajua slowly. Na alafu hatutakuwa na hii vita ya governor na senator. Pia we do away with the Senate. Nothing, sipingi Mheshimiwa Kadhuri Muronge ama nini, but I have always advocated in 2014 nilisema we do away with Senate. It's an added expense. Mheshimiwa, how do we have counties na tukose kukua na Senate? Because Senate deals ini kabisa hii ni mambo ya county. But let me ask you something. Sasa tutakuwa aje na county assemblies, I mean tutakuwa aje na counties bila kukua na Senate? You know, mambo ya CRA inadecisidiwa kwa But ilikuwa ikifanywa mbeleni na Minister for Local Government. Sindio, municipals na county councils zilikuwa zikiendeshwa na hiyo. Unajua there is a duplication. Duplication of roles. Devolution itakosa meaning kwa sababu you know money will still be coming to the counties. But sasa itakuwa inakuja kwa counties, lakini itakuwa inamanagewa na executive ya national government. So that means devolution itakuwa undermined na national government. Hapana, tumesema bado kuna mayor stroke governor. Okay. That is MCAs wakwe CEC. That is yes. Okay. Lakini sasa MCAs wakwe CECs. Ni nani? You know, your first role. But this is a thought process. I know. Mnajua mnafaa muulize wananchi wanaona aje. This is my thinking. Right? Okay. Which is allowed. Yes. About your thinking. Mheshimiwa, I think Meru pia ni kama tumeingia kwa siasa. Yani tuko ndani. Tumeingia mapema sana. Nilikuwa nakwambia kabla tuanze hapa. Tunapiga kura peke yetu. Na feel ni kama tuko 2027 Mei sasa. Hiyo ni kabisa, mimi nakubali na nilisema juzi. Unajua wakati tulianza impeachment ndio niliambia my MCAs impeachment haitatuchukua mbali. I mean tunamuimpeach Kawera. Hata hakukaa mwezi 3 kwa kiti. Itakuwa the same vile ilifanywa Embu. Wambora alipelekwa mara 2 impeachment, akaseviwa once na Senate, saa ingine akaseviwa na koti. Unajua we are wasting time. Let the governor work. If she cannot deliver 2027 tumuondoe. But Mheshimiwa, you cannot keep quiet. Maybe niliona senator akiargue Maua huwezi nyamaza because unaogopa kuambiwa you're fighting the governor. Maybe there are some issues unaona ziendi vizuri. Sisemi tukimie. Mimi pia nilikuwa nimepigana na
Governor Munya wakati alinibomolea makiosk town ya wamama na nilifanya demonstration, nilifunga Meru town kabisa for a whole day. Hata tear gas ilipigwa, risasi ilipigwa, karibu niuliwe. Tulikosana na tulikuwa kwa same party. Sio ati tulikuwa bas mimi na yeye. Lakini baadaye tulisikizana na tukafanya kazi. So sio ati you cannot critique. Unaweza kumkosoa. But mheshimiwa, in Meru, if you criticize, maybe for example Mato Senator vile ana criticize governor, inasemekana mtu anatafuta ugovernor. So where do we draw the line between politics and kuna makosa? Kawera sio peke yake candidate 2027. Candidates ni wengi. Lazima so asikue anapiga hata senator ama wajumbe wengine wakiwa wanatafuta kiti yake ama Kiraito ama Munya ama Rahim ama Mutunga ama Rindikiri ama Kirema ama John Paul ama mwingine yoyote. Hata Kiraito anaweza kutafuta tena, hata Munya anaweza kutafuta. Sure, by the way. So unajua lazima accountability ifanywe. Governor has to accept accountability, lazima ifanywe. She's in a public office. Office hiyo sio yake binafsi, ni ya wananchi ya Wameru. So she has to, accountability has to be there. But the way it should be accountable is most important. Mukiona juzi kuna deputy governors wameongea kwa TV. Kwanza wa Siaya anakuwa tunasikia anakuwa impeached. Lakini alileta jambo ile inafaa tufikirie kwa ukweli. Alisema Governor Orengo anachukua impress 950,000 every day in a week. Karibu 4 to 5 million anatoa cash na how the impress is being used. Na tunafaa tujue impress ni emergency. Ile inahitajika kitu inatakikana kwa dharura. Ndio inafaa itolewe. So is the same happening in Meru County? I don't know. You know, kwa former regime ya Meru County kulikuwa pia na hizi issues za imprest. Maybe imprest account inafaa kukuwa na imprest account ngapi? Kwanza county hata haifai kukuwa na account nyingi. Unakuwa na county iko na account karibu 100. Ni ya nini hiyo account zote? Account ifai ikuwe moja ama mbili. Ukikuwa na 100 utatoa 100 kwa hii 100 kwa hii. Ukitoa yote utatoa 10 million in a week. So ningependekeza kwamba tukuwe na accountability. Mheshimiwa Kadhuri is in his rights. Akisema anataka ku oversight, anafuata katiba pale kama katiba inasema he is supposed to oversight, let him oversight. So mtu asipigane na yeye shauri ya oversight. Kwa hii mambo ya oversight, unajua mheshimiwa, kuna wale wanasema Kadhuri ni kama anaweka like a day yenye anafaa kuanza oversight. Anaipanga ni kama harusi. Yaani kako banga kiadho. Siku yenye atakuja kuanzisha kufanya oversight. Whereas anafaa kuwa hili kitu tu inafaa kufanywa silently. Kuna wengine wanasema hii oversight inafaa kufanywa kwa bunge ndani ya Senate, si kuleta siasa. Mikutano. For example, the Maua meeting, what was it for? Maybe someone might ask. Mimi sikuenda Maua, lakini labda alikuwa anatangaza ndio ataanza. Hajafanya oversight because Maua meetings siamini ilikuwa ni ya kufanya oversight per se. Lakini article 96 ya katiba 3 inasema the Senate determines the allocation of national revenue among counties as provided in article 217 and exercises oversight over national revenue allocated to county governments. Sasa ye amemaanisha his exercises oversight over national revenue allocated to counties. So ye anamaanisha from that side yeye ana oversight hile pesa national government inatuma hapo kwa county government. I think that's where he's deriving his. Na kama county wanasema governor anasema it is not right, then she should seek an interpretation from the Supreme Court. It's as simple as that. Yes. So hiyo maneno ya Senate pia unajua hiyo article 96 1
inaongea mambo ya Senate kukua hiyo ndio inatetea counties kwa national government. Yani ndio ina represent interest za counties. Yes. So wale ambao ni critics wa Kadhuri walisema kwanza, first of all, alifail kutetea counties wakati counties zilikuwa zipatiwe 407 million, yeye akavutia 385. So afai kuwa anasema ana oversight, whereas alikataa more money, alikataa kuplay role yake ya kwanza as Senate ya kuhakikisha anatetea counties. Lakini kitu unajua, let's be practical. There was no, hakukuwa na vile ingepatikana hiyo 407. Mheshimiwa, because I understand. I understand. Hata mimi nakubali ndio ingekuwa 407 ingekuwa better. But kama hatuna pesa, hata zile zimevotiwa in 2022 2023 kwa saa hii tunajua pesa ya March ni saa hii ndio inakuwa released. Sawa? We do not have the money. Na Deputy President alisema kwamba mukitaka nitatoa suruali mutupige kiboko. Sawa. So there is no money. So there was nothing Senator Kadhuri angeweza kufanya kubadilisha. It is not my business. Mimi kama mkaaji wa Meru kujua kama serikali iko na pesa ama haina pesa. Mimi ile kitu nataka ni yako, because ukisema wewe ukiwa mkazi wa Meru, mimi nalipa ushuru mheshimiwa. Lakini ile kitu nataka sasa, utaki kuongeza ushuru ulipe zaidi ndio serikali ipate pesa zaidi ndio igawe zaidi. So mheshimiwa, hata kuna swali kwa so mtapitisha hii finance bill. Kuna mtu anauliza hivyo. Finance bill ni nataka kuelezwa na watu wangu. Makosa, unajua kuna mtu, nilikuwa na accountant Jumamosi. Nilikuwa nje ya ofisi yangu akipita, akasimama. Akaniambia nataka ukatae ile nimesema kodi ilipwe 20% kabla ifike tax tribunals. Na yeye ni accountant. Nikamwambia finance bill haijasema hiyo. Finance bill imesema if you lose your case at the tax tribunal na unataka kuenda mbele ulipe 20% when you go to the court, lakini sio kwa tax tribunal. So kuna mambo nyingi zile watu hawajaelewa. Tunaelewana? Na itachukua muda sana. Mkisema nikuje siku moja nielezane, I don't have a problem. Nikuje jioni tuchambue hiyo finance bill, tueleze wananchi pali kuna shida na pia ukisikia chairman wa finance jana amesema wakati alikuwa anafunga, alisema finance bill haitapita vile iko. Kuna mabadiliko lazima tufanye kwa bunge. So hatusemi haitafanyika. Wacha wananchi waseme ni wapi wanaona kuna shida. Lakini let's not condemn everything vile Raila alicondemn 2005 katiba. Before we know what is before we know everything. Kuna mtu anauliza Rahim is really advocating for Nyambene. Ikikata unataka kuomba gavana IMENTI. Mimi naweza kuomba hata Nyambene. There is no reason why siwezi kuomba Nyambene. Nimewahi kusema mimi nimezaliwa wa Igembe South. Mimi nimezaliwa Maua. Ni vile wazazi walikuwa wamefanya harusi hapa Meru Town na walikuwa wakiishi, na mama yangu amezaliwa Meru General Hospital. Sawa. Walikuwa wakiishi hapa, lakini wakati biashara iliharibika ndio walienda Kangeta. Na mimi nilizaliwa Maua. So mimi I can fit anywhere. My mother is born in North IMENTI. Na mimi nimezaliwa Igembe North, Igembe South. So mimi naweza kuomba hata Igembe pale nimezaliwa, ama niombe IMENTI pale mamangu amezaliwa. Alright. Mheshimiwa, kuna hii issue ya deputy governors, kuna swali iko hapa. Really, don't you think maybe it's the high time to stipulate roles za deputy governor, because kuna mtu anauliza hapa, is it that kila wakati tutakuwa tunasikia issues za deputy na governors? Na hiyo ni kweli kabisa. Juzi kulikuwa na hiyo debate kwa TV ya deputy governors wanne. Na nimewahi kusema, because me I was proposed in 2013, niliambiwa nisisimame MP nikuwe deputy governor ya Mheshimiwa Munya. Tukiwa na Mheshimiwa Kiraito alikuwa amekuja kwangu nyumbani. Aliniambia nimwachie Mheshimiwa Silas Murioki
Shauri wakati huo alikuwa kwa bus, nimwachie bado aendelee kukua MP na mimi nikuwe deputy governor. Mimi nilikataa, nikasema kama mimi nataka kukua MP peke yake. But lazima to define the roles na kukue sheria sio ya deputy governor peke yake, hata deputy president. Because ni important wajue wakiwa wakichaguliwa hawatanyang'anywa gari, hawatanyang'anywa nyumba, hawatanyang'anywa. Hata kuna deputy governor sikumbuki ni wapi, ofisi yake ilikuwa locked. Sio wa Meru, sisemi ni wa Meru, ni wa mali ingine. Mshahara yake ilisimamishwa ni ya Nyeri, wa Nyeri. Nyeri ule mama Dr. Karugu. Exactly. Dr. Karugu wa Nyeri. Alifungiwa ofisi, Akanyang'anywa official vehicles. Kila kitu, hata mshahara hakupata for more than 2 years. So we need to define those offices, na hata ya deputy governor ni deputy governor na deputy president. Deputies wote wale wako. Ndio tujue this is what they are supposed to do, na hata mtu akifanya nini hawezi kuondolewa because wamechaguliwa wakiwa fair. You know, kuna mtu atasema kiti ya deputy governor is the highest unaweza enda kabla kufikia governor. So hii ni kiti ingine, hahitaji kuongezwa kiti ingine, kwa sababu sasa kama Meru hapa wanasema deputy governor anafaa apewe kiti ya CEC. So how hiyo ukue CEC aje na wewe pia bado ni wewe ndiye oversighting? Yeah. Maybe not CEC. Sisemi apatiwe CEC, lakini apatiwe a defined role in the government. Kwamba anaweza kuchair the CECs, na CECs lazima waheshimu deputy governor. That one is one. Hiyo nimesema na nitarudia tena. Unajua kuna kitu ile happen hapa, I think some week or two ago. Yes, hiyo nilisema na nitarudia. CECs and anybody below the deputy governor or whoever is below the governor lazima wamuheshimu as second in command. You cannot have kama ni Professor Kindiki tuseme, nampeana mfano, adharau Rigathi Gachagua as a deputy president, ama Mheshimiwa Mithika Linturi, ama Chirchir, ama Murkomen, wadharau deputy president. It is not possible. You know, because hawajaomba kura. Kura iliombwa na Ruto na Gachagua, Kawera na Toithinkia. You know, what ile kitu tunaenda ku experience hapa Meru ni ile serikali tulikuwa nao ya 2017-2022 Kenya, ya Jubilee. Ndio inakaa ni kama tunaenda ku experience hapa Meru saa hii, ambapo tunaona, kwa sababu kuna wengine wanasema hii sasa imekuwa insubordination ya highest order, mahali county secretary, mahali chief of staff, CECs watasimama na kusema eti deputy governor hata alikata kuja mkutano bila apology. But hiyo nafikiri governor anafaa rein in the CECs na chief of staff. Chief of staff ni rafiki yangu. County secretary ni rafiki yangu Dr. Adero, tulideal na yeye akiwa kwa maji, akiwa kabla ya hata county governments. So I think that was a wrong move. There was no way wangeweza kukuja kwa press wakipeana lalamishi kwa wananchi. Governor angeweza kusema, governor is in her rights, angesema deputy governor abscond duty. Lakini not anybody else. So hiyo ndio tunafaa tuweke kwa katiba. Kama katiba tutabadilisha, inafaa iwekwe a clear role for the deputy governors, that hawezi kunyang'anywa gari. They are the deputy CEOs. Sasa vile Gachagua ako ndio ako, huyu atakuwa allocated. Kama governor alikuwa allocated 1 billion, deputy governor anafaa pia akuwe allocated 500 million. Unajua hiyo office lazima ikue supported. Vile tunasikia deputy president Rigathi, si ndio ako na pesa yake? Hata kama accounting officer anakaa State House. Accounting officer wa deputy president anakaa State House. It's one, it's the presidency. It's the presidency. Yes, it is. So accounting officer ni moja wa deputy president
na alafu kuna ndogo wake anakuwa kwa deputy president's office. Okay. So that is how it is. Kuna swali hapa Martin ya hawkers wa Makutano wanauliza why are you so quiet and okay, Makutano looks good, truth be told, lakini wanauliza wamanyanyaso and yet you're quiet. Nimelalamika kuhusu hiyo because watu yangu unajua hata siku elikwa wakipelekwa kwa soko. Ningefikiria at least ningekuwa involved. Mimi wakati wakipelekwa kwa soko mpya niliongea na town manager Bwana Gatobu, he is my friend. Kanatha tulikuwa na yeye wakati wa zamani kwa TNA na ndio tulikuwa tumemweka kabla nihame kwa bus nilikuwa kwa TNA. Nilimwambia at least aruhusu watu jioni wakati maduka zimefungwa at least warudi kwa barabara waweze kufanya kazi. Hata nilipigia deputy governor, niliongea na kabla hapo kwenye gari. Sasa sikumbuki ni nani. Lakini deputy governor hangeweza kufanya, ndio niliongea na town manager because ilikuwa chini ya town manager. Na town manager zamani ilikuwa ni Dr. Muguna, sasa ni Kanatha. Na nikamwambia, akanieleza ikifanywa hivyo watu watakuja kufunga vile iko. Lakini kitu ninauliza na ni muhimu tuulize. Sawa, unasema umefanya inaonekana safi Makutano. Lakini at what expense? Wale wako na nguo pale juu wameshindwa kuuza. Wananchi hawataki kupanda pale juu. Wenye matunda hapo. Unajua it's very difficult watu kuingia. Wakiwa wanaenda nyumbani, unajua ni impulse buying. Unaona ndio unapendekezwa. Lakini kitu utaona, utaenda tu nyumbani. Labda utanunua pali ingine ama ingine. So we need to see how tunaweza kuwa accommodate. Lakini sasa mimi unajua vile zamani niliambiwa mimi natakanga kupigana na magovernors, ndio nimekimya. Sorry, nilipigana na Munya paka nikaumizwa kibiashara zangu. Mimi niliumia kivyangu and I lost my own money, a lot of it. Lakini unajua kuna watu walikupigia kura mheshimiwa na wana expect wewe utawatetea sana. I am not saying no. And that's why nimeongea, nimewatuma hata kwa licensing officers. Waruhusu hawa. Shauri kuna wengine wanazungusha vitu zao. Hata hawa walikuwa wakisumbuliwa. At least tuliagana. Kuna mama last week, nashukuru ule niliongea naye Peterson wa revenue, ule anachunga licensing. Kuna mama alishikiwa na charani kwa varanda. Lakini aliwachiliwa. When I talk to them, wanasaidiwa. But na sio mtu mmoja nimesaidia. And you know on the other end, mheshimiwa, watu wa duka they are really happy. Yes, they are happy, but unajua hii ni serikali ya hustlers. Mheshimiwa, kuna msemo ya Kimeru inasemaga itithirana ile nyanki. Yaani ng'ombe zikienda kukula kwa fields huko, kila ng'ombe itakula yake. Itashiba, hazitamaliziana. Okay, mheshimiwa, naontubwa time. Nisome comments kadhaa hapa kwa Facebook na ziko mingi tu sana. Tunaendelea. Salesi Motuma, unamjua Salesio. Anasema good morning Martin and Stella. Salimia Honorable Rahim. Let him keep up let him keep up his good work to his people. Ask him if housing levy is saving, why sneak it through finance bill rather than coming up with comprehensive housing finance act. Hatuja sneak. It is a law which is already there. Iliwekwa wakati wa Rais Ruto, Uhuru. Now we are just enhancing it and putting more emphasis on and it. Increasing it more kwa sababu ilikuwa 1.5. Yes, lakini pia wale wako na mshahara, rais amesema atawaongezea mshahara. Ile ya serikali. Wale wako kwa serikali. Na pia amesema 3% ataongeza yake. Mwajiri ataongeza. So unajua at the end of the day ni 100%. Haitakuwa, mimi najua na ndio ninasikia watu wanaogopa ikue kama NSSF. Ama wachukue hiyo wanaongeza wawache kukata hii tax nyingine. Hapana. Tumehakikishiwa, unajua Rais Ruto is in his first term. Na siamini
pesa hizo mumeona KEMSA hata kabla pesa zipotee amebadilisha. Sawa. Na hiyo pesa ya KEMSA si ati imepotea 3.7 billion hata kabla imelipwa, hata haijafanywa. Unaona crack the whip. Na amesema mtu yoyote ataweka mikono yake kwa housing levy fund, kesho yake ataenda nyumbani. Tumeona mambo mingi ile inafanyika. Raisi ako hands on na hata kubali pesa zipotee. Naam, tukuze mambo ya North hapa kidogo. Martin Mugambi anasema there is a road from Mwirene to Chogo then to Kaithe. It needs Lami and William Samoei Ruto knows about it because he was at Chogo primary during the campaigns time. Why can't you and remind him for us please, kiongozi? Answer this. Hiyo mimi nitajibu. Nimependekeza, sio ati ni ya sahi, ni ya kitambo nimependekeza. But vile unajua Martin, mwaka hii 2022 2023 roads ilitolewa 31 billion. Funding ilipunguzwa, ile ilikuwa imewekwa 31 billion iliondolewa. So kuna barabara hata zile zimeanza zimekwama. Angalia ya hospitali ilikaa paka ikamkula hata Kiraito. Sawa. Na Kiraito had nothing to do with it. Kuna hii kutoka Dhambe kuenda juu. Imekuwa hata maandamano mengi. Mimi ninataka kuweka mara mnaniweke trakta, ninaambiwa nikiingilia nitashtakiwa. Because tayari ni national government. Contractor tayari ako na hiyo kazi. So hiyo barabara ya Chogo tunaomba kutoka juu, kutoka bypass ipitie Kirwero, ipitie Chogo, iende Kaudhene, itokee Irene, ingine itokee Kaithe. So it is part of the job. Kila kitu itafanywa Martin. Na watu wasipinge finance bill bila kusoma wasome. Na pia sijasema ninataka gavana. Wewe ndio umesema. So usikuje kusema Rahim anasema, lakini ni haki ya kila mtu. Haki ya kila kikatiba. Thank you so much. Naweza kukuwa hata MCA, lakini sitaki. Time is up. Asante. 6.4